Lukamba sasa umeanza tabia ya utapeli, si ndio? Wewe tangulia kwa kijumbe. Protocol za kuchezesha mchezo umezistoria wapi? Na nani kakuruhusu katika shule? Sikiliza mzee. Mwezi uliopita umetufelisha. Afu na sasa hivi unatengeneza project ya kutaka kuwatapeli wanafunzi, unataka sisi utoke kwenye fungu gani? Mwezi uliopita sisi tulitaka msanii. Na wewe ndio ulisuggest kwamba kuna msanii atakuja kuperform hapa, si ndio? Ukatuambia kwamba yupo chaka anapambana, akimaliza show zake na tarehe ambayo tumepanga sisi, atakuwa amerudi Dar, atakuja kuperform. Tulipokupa hela tu. Kilichotokea unakumbuka? Siku inafika, Lukamba msanii yuko wapi? Ukatuambiaje? Lakini alikuwa anaumwa teacher. Umeona? Leo unasema alikuwa anaumwa. Ile siku ulisema alipata msiba, si ndio? Huo ndio utapeli na uzungumzie katika hii shule ambao mimi siutaki. Lukamba, hebu tuonee huruma sisi walimu. Unasema aliugua, kwa alikufa, si ndio? Huo ndio utapeli na usemea mimi. Sasa nakwambiaje? Ukitoka hapa ofisini, sitaki kusikia masuala ya mchezo katika shule yetu. Lakini teacher, naomba dafanya sahihi. Karibu. Lukamba. Naam. Utafuta daftari baadaye. Hongera. Maana nimepata taarifa zako, nasikia umeoa kumbe. Ila baba una siri. Yaani umeoa lakini bado unahangaika na hao wanafunzi. Kinachokuangaisha kitu gani? Ila sikushangai, maana mwanamke mwenyewe nilivyosikia ana mbele wala nyuma. Hajulikani mbele wapi, nyuma wapi. Akienda kama anarudi, akirudi kama anaenda. Kwa hata sikushangai. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Angalia mimi nimefahamu una mke, lakini mimi wala hata sijali hilo. Hiyo ni kwa sababu mimi ni mtu mzima mwenzio. Lakini angejua yule mwanafunzi kama una mke, shule nzima ingejua. Maana angekutangaza na mpaka kwa mkuu wa shule ingefika. Kwa sababu bado wana utoto. Lakini mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Na kingine, mimi naona kama hauko comfortable labda hivi tunavyoongea hapa shuleni. Labda unaona kama nakubana, kuna vitu vyako labda nitakuharibia. Mimi naelewa, na kitu ambacho hujui, mimi ni mwanamke mmoja muelewa sana. Tunaweza hata